zungumza katika Nyakati wa kwanza ile 29 na mstari wa kwanza. Inazungumza habari ya ukuu. Maana yeye ni Mungu, anatoa fedha na dhahabu ni mali yake. Alafu anasema utajiri na vitu vyote vinatoka kwa nani? Kwa Bwana. Sawa sawa. Na kama hivyo vinatoka kwa Bwana, lazima tujifunze kutoa. Amen. Tutaenda vyote viwili. Kutoa vyetu tulivyo navyo, kumtolea Bwana, na kutumika na mali yetu kama kumtumikia Mungu pamoja na baraka zetu. Pamoja na nini? Tumejifunza tukasema fedha, dunia na vyote vilivyomo na vijazavyo ni mali ya nani? Ikiwa wewe ni mali ya Bwana na mimi ni mali ya Bwana, je, tunawezaje kushindwa kumtumikia Mungu wetu kwa mali zetu, kwa matendo yetu, na kumpa muda na kumtolea wakati wetu na kufanya kile Mungu anachotaka? Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tumwangalie mtu mmoja alikuwa katika hatari ya kuchoka na kufa. Alikuwa katika hatari ya kuchoka na kufanya nini? Na kufa. Tuangalie katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 17 mstari wa 10 mpaka 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Ndio. Mstari wa 10. Mstari wa 10 mpaka 17. Biblia inasema, ndio, langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Amen. 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia. Yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala